Tufungue mwezi Februari kwa ujumbe mmoja mzuri kabisa, sababu za kubaki na watu muhimu kwenye maisha yako. Inaweza ikawa ni katika kampuni ulioajiriwa, lakini pia unaweza ukawa ni mtumishi wa serikali, lakini sivyo tu, unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu. Maana kuna makanisa au madhehebu mengine ambayo watumishi wake wanalipwa au wanapewaga posho. Lakini pia inaweza kuwa katika ngazi ya familia. Unaweza ukawa ni kiongozi katika eneo lolote, hata nje ya familia. Ziko sababu mbili za msingi ambazo zitakufanya wewe ubakiwe na watu wa muhimu, au wale watu wa muhimu waondoke au wakukatae au vinginevyo. Sababu moja ya msingi kabisa ambayo inaweza kukufanya wewe ukabaki na watu wa muhimu. Biblia inasema katika kitabu chake pale, inazungumza Ibrania 12 pale mstari wa 14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Hapa naishia hapo. So sababu ya msingi kabisa ambayo itakufanya wewe ubaki na watu wa muhimu kwenye maisha yako ni sababu ya kuaminiwa. Hivi mwahi kujiuliza, chukulia kwamba Tanzania leo hii tuna wasomi wengi. Tuna wasomi wengi. Yani zamani mtu alikuwa akipata division 4, alikuwa anaonekana msomi, lakini siku hizi emfuatilia uone. Yani wasomi wamekuwa ni wengi sana. Kimsingi taaluma zimekuwa ni nyingi sana. Kimsingi kila mtu ana ujuzi. Yani watu wameenda mbali sana. Vyo vyote vile, hata kama ni usomi fulani wa mchongo, lakini kimsingi watu wamefanyeje? Wamesoma. Sasa katika eneo lako ambalo unaweza ukawepo, so utabaki na watu kwa sababu ya kuaminiwa. Yani unaweza ukawa una CV nzuri, lakini wakakukataa kwa sababu wamekosa kukuamini. Kwa ukiwa mwaminifu katika eneo ulilopo, so watu watakuamini na utabaki nao. Ngoja nikupe kichwa hapa, utanielewa vizuri. Sikia, mwanamke anaolewa kwa sababu ya uzuri wake, lakini anadumu kwenye ndoa kwa sababu ya tabia yake. Hivyo na wewe utabaki na hao, na wewe sasa utapokelewa na hao watu au utaajiriwa na hao watu kwa sababu ya CV zako, lakini kuaminiwa ni sababu ya kukufanya wewe udumu hapo. Sababu ya mwisho ni kuache hapa, ni sababu ya moyo wa kushuka. Sikia nikwambie, ikiwa wakati wako wa kuinuliwa haujafika, jifunze kushuka. Yani kuna mtu anaweza akawa kwenye kampuni fulani, namna anabo behave utafikiri ni assistant bosi. Unaweza ukamuona yani anajiona kama vile ndio yeye, yani kuna namna fulani ya kujimwambafai. Sikia, watakukataa watu na hautaamini. Lazima uwe mwaminifu na uwe na moyo wa kushuka.